Kwa nini Mtume Paulo aliwakataza wanawake kuhubiri? Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 12 anasema, simruhusu mwanamke yoyote kufundisha wala kuhubiri katika kusanyiko la wanaume wala kumtawala mwanaume, maana mwanamke ndio aliyofanya dhambi kwanza, yeye ndio aliyeanguka kwanza, na hata kuumba mwanaume ndio aliyeumbwa kwanza kabla ya mwanamke. Kwa hivyo basi mwanamke amtii mume wake. Na anaongeza katika kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 ya kwamba mwanamke na amtii mume wake kama ambavyo anavyotii bwana wake. Yaani mwanamke na amtii mume wake kama vile ambavyo anamtii Kristo. Kama vile ambavyo Kristo ni kichwa cha kanisa, ndivyo hivyo kwamba mwanaume ni kichwa cha mke wake. Kwa hiyo protokoli ya kiroho ni kwamba ni kama vile kanisa linavyomtii Kristo, ndivyo hivyo mwanamke anatakiwa amtii mumewe. Nimepata taarifa ya kwamba kuna mzee wa kanisa mmoja alikuwa anafundisha. Huyo mzee wa kanisa ni mwanamke. Katikati ya mafundisho akamwagiza mume wake dukani ili kuonesha wanafunzi kwamba basi kwa sababu huyu ni mwanafunzi wangu, hata kama ni mume wangu, hapa niko juu yake na naweza nikamtuma. Huo ni mfano mbaya na ni mfano mbovu ya kwamba kama vile mwanamke akiwa na cheo au mwanamke akiwa na cheo kikubwa kuliko mume wake, basi anaweza akamtumikisha mwanamume, kwamba mwanaume amtii mwanamke kwa sababu mwanamke ana madaraka ama ana cheo zaidi yake. Hakuna hiyo protocol. Hata kama mwanamke ni rais, akija kwa mume wake anakuwa mke wake, anamtii mume wake. Hakuna protocol ya kwamba kwa sababu mwanamke ana cheo basi mume wake anakuwa chini yake. Hakuna kitu kama hicho. Maandiko yanasema wanawake na wawatii wamezao. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4 mstari wa 6. Lakini maarifa yapo hapa. Tunafichua siri zilizofichika katika maandiko na kufunua historia ya Biblia kwa undani. Kwa maana imeandikwa, mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Follow, save na share. Karibu ujifunze na upate kuwa huru. Asante.